mama. Naomba ule japo kipande cha mkate kidogo. Kula wewe mwanangu. Mama, kula hata kidogo. Sisikii hata njaa mwanangu. Njaa sisikii kabisa. Sawa mama, najua njaa huwezi kusikia, lakini jitahidi japo kidogo na siku ya pili mama. Bana mwanangu. Nawaza ya maisha mama. Tutaishi mpaka lini kwenye hili jumba sisi? Sawa mama, lakini kila kitu cha kumwachia Mungu mamangu. Namanza mamangu. Sawa basi, naomba unywe japo maji kidogo mama. Kunywa maji kidogo. Mama. Kunywa kidogo. Mama, kunywa maji. Siwezi. Mbona mimi mwanao lakini? Siwezi mwanangu mimi mwezio. Mama yangu, wewe ndo naikutegemea kwa kila kitu. Sasa naona kwa hivyo mimi nataka mimi niweje? Nakuomba mamangu, kunywa kidogo tu mama. Kidogo tu kunywa. Anatosha mama. Anatosha. Nakusii mwanangu. Nakusii mama. Utulie mwanangu, usikia. Sawa mama. Usihangaike mama. Ili tujue hapa tunatokaje kwenye hili jumba mwanangu, umesikia? Sawa. Tulia. Tutajitahidi Mungu atatufanyia, sisi tutatoka. Tutatoka tu, tutanasi maisha yetu, sawa? Sawa mama. Basi nyamaza siri. Sawa. Usiku na sisi tutatoka kwenye hili jumba. Tutaishi maisha mazuri na sisi mwanangu. Sawa mamangu. Sikia nyumba yenyewe ndio hii hapa. Kwa hiyo hapa ndio tumepata nyumba. Habari yako bwana? Salama. Karibuni. Asante. Bwana, kilichonileta hapa leo ni kukamilisha ile kazi yako leo hapa. Ile kazi nimekamilisha na pangaji nishampata ni huyo hapa. Huyu kijana? Ndio. Ila katika ile tuliongea kuna mapungufu kidogo. Wale unataka miezi 6, lakini wewe ana hela miezi kadhaa. Uliniambia unataka shilingi 40,000 kwa kila mwezi kwa miezi 6. Lakini bwana ana kiasi kidogo atakuwa amepungukiwa. Kiasi kilichopo utakitizama alafu utajua nini tunafanya. Sawa, kwa sababu mimi ni binadamu na maisha yanajulikana sema magumu. Siwezi nikalazimisha vile ninavyotaka mimi. Kwa hiyo chukua nacho, mwambie atoe. Taangalia mimi nitapokea. Hana wasiwasi. Sawa. Kijana, kabisa hela. Asante. Pesa nilipokea. Sasa kijana, chombo chakipata, sema tu leo mkataba sitakuandikia. Siku toyamia nitakuandikia mkataba wako. Yani nikija siku ambayo nahamia ndio mkataba wangu utakuwa tayari. Sawa sawa. Basi sawa mzee wangu. Haina shida. Haina shida. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Kwa sababu nikiandikia leo, ina maana mkataba unaanza kusoma leo. Inawezekana wewe usihamie leo wala kesho. Sawa. Basi tunaenda. Asante. Karibu sana. Asante. Basi kila la heri. Na nyinyi pia. Asante. Haya. Ramso. Naam kaka. Mwanangu. Yaani 2 days ambao hujaniona mwanangu. Oya nimepata mshangazi huyu. Acha wewe usiniambie. Oya Ramso. Oya wewe. Sio poa mzee. Umepata sasa.
Sio poa. Hebu nipe story kidogo. Oh, kwanza picha naanza ule mbi mkubwa. Nimekutana mazingira ambayo sijatarajia kama naweza kukutana ule mbi mkubwa mwanangu. Na hilo la kwanza. Au sio bana? Mbi mkubwa ikabidi afunguke. Oh, mimi namna gani nimekuelewa tu fingo na basi barida. Nikabidi ninyoke. Sikutaka kupinda mzee. Day 2 nikakutana naye dukani na nunua mazaga. Ule mbi mkubwa akaklia mazaga yote kalipia. Kalipia kila kitu. Alafu kubwa zaidi akanitia 100. Wewe. Ya Ramso. Naona hapa ni mwendo wa bia tu. Mwanangu. Hiyo ina noma mzee. Alafu kingine sababu mambo alivyo bado. Wanataka nipatie mkongo. Yaani nibutu, yaani nipige ile mpaka ichanganyikiwe. Kumaya tu. Takufa. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana daktari. Naam. Vipi maendeleo ya mgonjwa wangu? Mgonjwa wako nimemfanyia vipimo vyote, lakini anaonekana hana changamoto yoyote ya kiafya. Daktari. Mtu nimemleta yuko ndembe. Leo hii hapa unaniambia hana chochote. Daktari. Hebu jaribu kuchunguza vizuri bwana. Ndugu yangu nimejitahidi kwa kila namna. Nimefanya vipimo vya kila aina, lakini anaonekana hana changamoto yoyote. Labda cha kushauri kitu kimoja. Jaribu na upande wa pili. Upande wa pili? Ndiyo ndugu yangu. Najua ni mtu mzima. Utakuwa umenielewa. Sawa daktari. Sasa acha mimi niende nikakufanyia mpango wa hela yako. Nikirudi nitakuja kumchukua mgonjwa wangu. Tuko pamoja ndugu yangu. Nakutakia kazi njema. Asante, pole. Asante. Sasa kijana, hapa umeletwa na watu, tuseme majirani zako. Ila mpaka sasa hakuna aliyofanikiwa kurudi. Vipi, una ndugu yako yote hapa mjini? Ndio. Nani wewe? Ni bibi yangu. Una namba yake labda ya simu? Nakumbuka. Hebu naomba nitajie namba zake tuweze kumpigia. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Naona hapatikani. Sawa, cha kufanya hapa, endelea kupumzika. Mimi nitajaribu kumtafuta kwa mara nyingine tena. Sawa kijana? Pole mjukuu wangu. Asante bibi. Vipi huko? Si salama, ila wewe tu. Tangia kuanza matibabu mpaka sasa hivi unajisikiaje? Nashukuru kidogo. Si jambo tofauti na vile hali ya mara kwanza. Sisi tunashukuru. Sawa. Sasa naenda nikakuandalia chakula. Halafu niingie hapo kwa dokta nimuulize gharama ya matibabu shingapi anatudai. Umenielewa? Sawa. Nirudi nyumbani niangalie na kiasi gani nije nilipe kwa dokta hapo. Sasa kwenye kabati yangu pale nisi kwenye draw, angalia vizuri, kuna hela niliiweka. Nafikiri kama sio kwenye draw basi kwenye suruali nilivaa ikaikunja ikaweka kwenye kabati. Hebu angalia sehemu mbili hizo. Hela ile kuepo uongezea hapo ili uje kulipia kwenye matibabu. Haya basi baadaye kidogo. Haya.
Asante daktari. Nimekuja kumuona mgonjwa, anaendeleaje? Kuhusu mmeo, kuna mzee kaja naye, tumemwelekeza kila kitu. Unaweza kumuuliza mashida. Daktari, mimi ndo mke wake. Mimi ndo napaswa kujua taarifa zote za mume wangu. Nijua anaendeleaje na napaswa kumuona pia. Kwa nini kamuulize mtu mwingine? Nakuelewa mama yangu, lakini kwa taratibu za daktari sisi tunachagua kiongozi mmoja wa familia ambaye tunamwelekeza kila hatua anaofikia mgonjwa wenu. Naomba ukamuulize kwa sababu hatuwezi kila ndugu akija tunamwelekeza, hapana. Naomba mfuate yule mtu, atakuelekeza vizuri. Sikiliza daktari. Hivi unaelewa maana mke wewe? Mimi ni mke wake. Ninapaswa kujua taarifa za mume wangu. Lazima nimuone na nijue anaendeleaje. Kwani kamuulize mtu mwingine? Unaelewa maana mke wewe? Mimi ni mke wake. Nataka nimuone mume wangu na nijue anaendeleaje. Si unanielewa? Mimi ndo napaswa kujua kila kitu cha mume wangu. Huyo kiongozi gani? Na kwani kamuulize mtu mwingine? Wakati mimi nimekuja hospitali na wewe ni daktari. Si uniambie jamani. Shida iko wapi kwani? Ondoa shaka mama. Mimi daktari na yule ni kiongozi na ndo kamleta mgonjwa, nimemwelekeza kila kinachoendelea. Ondoa wasiwasi, mume wako yuko salama na anaendelea vizuri, tunaendelea kumpambania. Kwa mimi siwezi kumuona mume wangu, si ndio? Kwa hiyo mmenizuia kutokumuona mume wangu. Na hamtaki mimi nijue mume wangu anaendeleaje, si ndio Sasa kama ndio hivyo daktari. Sawa. Matatizo nimekuja kakangu nisaidie. Pale nilipokuwa nakaa mwenye nyumba amekuja amenifukuza. Ameniambia niondoke. Sielewi kakangu tenda wapi. Kule kwa kaka nimeenda amenifukuza. Hivi kakangu nachokuambia familia yangu nimeacha katika nyumba bovu. Hatujui hata pa kwenda tunaenda wapi kakangu. Naomba nisaidie. Yaani nilijua tu kwamba wewe utakuja hapa. Maana taarifa zako ninazo toka muda. Umefuata nini kwanza hapa? Wewe ni mtu wa kuja kukaa kwenye nyumba hii wewe? Kika ya wagosi kama wewe, unaweza kukaa kwenye nyumba hii wewe? Kaka. Sina cha kaka, uondoke. Mimi ni ndugu yako lakini. Wewe kakwambia nani? Mimi ndo ndugu na wewe. Naomba uondoke. Leo unanikataa. Naomba uondoke. Kaka. Ondoka bwana, ondoka. Nimeenda kwa kaka mkubwa amenifukuza. Na wewe unanifukuza kakaangu. Nisaidie kakaangu, mtachukua familia yangu tuje tuishi hapa. Wewe naona kama umekosa ndugu. Nasema hivi, ondoka. Mama mnago ule pale, ondoka. Ondoka bwana, mbona unielewi bwana? Allah. Yaani ushapaona hapa pamekaa kisukari tu basi unataka nawe uje ulambe hapa. Hivi wewe ulivyo wewe unaweza ukakaa kwenye mjengo mzuri kama huu? Mjinga mkubwa wewe. Afu wewe. Kengo wa blue.